Amu TV, the stories behind the scenes. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوه لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى حول الإحسان: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يحب المحسنين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وقال أيضا: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أقول هذا واستغفر الله إنه الغفور الرحيم والبر الكريم. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumhimidi ambaye ndiye anayefaa na kustahiki kushukuriwa, wa neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo, neema tunazozijua na kuzifahamu, na neema ambayo kwamba Mwenyezi Mungu atuneemesha lakini hatuzifahamu wala tuzielewi. Kwa hivyo ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kusema alhamdulillah bi ni'matihi tatimu salihat, alhamdulillah bi hadhihi an-ni'ma, na kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni kipendi chetu na kipendi cha Mwenyezi Mungu. Kisha khutba yatuamrisha na kutukumbusha kwamba tumshe Mwenyezi Mungu. Leo insha Allah tutazungumza kuhusu al-ihsan, kufanyiana ihsan, kufanyiana wema. Hadithi Jibril alokuwa bwana mmoja alikuwa amevaa nguo nyeupe sana, nyeusi mno, akaja kwa Mtume na Mtume ukitizia na maswahaba zake, akatukua maondo yake akaambatisha na maondo ya Mtume magoti, kisha akatukua mikono yake akaweka kwenye ziweo za Mtume, kwenye mapaja matukufu ya Mtume, kisha akamwambia: ya Muhammad, akhbirni anil Islam, nipa habari mimi na Uislamu. Mtume akamwelezea Uislamu: shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawm Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilayhi sabila. Akamwambia Mtume: sadaqta. Kisha akamwambia: akhbirni anil iman, nipa habari mimi na imani. Mtume akamwambia: antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharri. Akamwambia Mtume: sadaqta. Kisha katika alipomwambia namna hii, kisha akamuuliza swali la tatu: akhbirni anil ihsan, nipa habari mimi na ihsan. Ihsan ni kitu gani? Mtume akamwambia: an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ni kumwabudu Mwenyezi Mungu kama kwamba wewe wamuona. Baada ya khutba sisi tutaswali swala ya Juma. Tukiswali tusawirishe, tuweke kwenye mawazo yetu, kwenye fikra zetu, kwenye akili zetu kama Mwenyezi Mungu uko mbele yetu atuangalia. Sisi tumuona Mwenyezi Mungu, huyu ndiye uko hapa mbele yetu.
Fa in lam takun tarahu, ikiwa wewe humuone Mwenyezi Mungu na hakuna naye muona Mwenyezi Mungu. Hata Mtume Muhammad sallam hakumuona Mwenyezi Mungu katika ulimwengu, alikwenda kumuona Mwenyezi Mungu katika mbingu, katika Isra na Mi'raj. Fa in lam takun tarahu, ikiwa wewe humuone Mwenyezi Mungu, fa innahu yaraka, hakika Mwenyezi Mungu akuona na atuona sote. Kwa hivyo ukiswali uwe na khushu', ukifanya jambo la khairi uwe na khushu', ukifanya jambo la lema lolote uwe na ikhlas, kwa sababu Mwenyezi Mungu atuona vile tunavyofanya matendo ya khairi. Mola Subhanahu wa Ta'ala tuambia, inna Allaha ma'al ladhina taqaw, hakika Mwenyezi Mungu uko pamoja na wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu uko pamoja na waachaji Mungu, wale wanaomcha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu uko pamoja na wao. Walladhina hum muhsinun, na wale watu wanaofanyiana ihsan. Ukampa mtu kitu, ukamfundisha mtu, ukamtibu mtu, ukamwambia mtu jambo la kheri, ukamwekeza katika mambo mazuri, hiyo ni ihsani wewe umeifanya. Kila jambo ambalo kwamba ni lema, jambo ambalo kwamba ni zuri, jambo ambalo kwamba ni la kheri, ukimfanyia mwendani wako, basi hiyo ni ihsan. Aya nyingine Mwenyezi Mungu asema, inna Allaha yuhibbul muhsinin, hakika Mwenyezi Mungu awapenda wenye kufanyiana ihsan. Mwenyezi Mungu ana mahaba nao watu wenye kufanyana ihsan. Ukimfanyia mtu ihsani, Mwenyezi Mungu atakupenda. Nani ambaye kwamba atakupenda na Mwenyezi Mungu? Ikiwa wewe utapendwa na walimwengu wote katika ulimwengu, lakini ukose mahaba ya Mwenyezi Mungu, uko ndani mwa hasara. Lakini walimwengu wote kwa kutukia ukapata mahaba ya Mwenyezi Mungu, wewe minal faizin fi dunya wal akhirah. Kwa hivyo ukifanya ihsan, mwanzo Mwenyezi Mungu kupo pamoja na wewe, pili Mwenyezi Mungu akupenda. Aya tunayoisikia kila siku wakati wa Juma, kila Juma aya hii tukisikia. Ilikuwa aya hii wakitukana maswahaba. Umar bin Abdul Aziz akaondosha sabi sahaba kutokana na maswahaba, akaiweka hii aya, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, yaamuru bil adli, anaamrisha uadilifu. Uadilifu ni kwamba ufanye sawa, usibague, usifanye ubaguzi. Mtu haki yake ni yake, mpe haki yake. Ikiwa si yake, hata kama ni fulani ni ilani, usimpe. Lazima uwe mwadilifu. Wal ihsan, jambo la pili Mwenyezi Mungu aliamrisha katika mambo matatu, kufanyana ihsan, kufanyiana mambo ya kheri, mambo mazuri, mambo mema, mambo ya kumhidi Mwenyezi Mungu, mambo ambayo kwamba ni ya faida, mambo ambayo kwamba yana manufaa, uyafanye. Wa ita'i dhil qurba, na uwape jamaa zako. Unacho mwanzo, angalia jamaa zako. Mtume asema, afdalu sadaqati ala dhi qarabatin yadhufu ajruha marratain, sadaka unayompa jamaa yako, akraba yako, jamaa yako wa karibu, Mwenyezi Mungu ailipa mara mbili, aiongezea thawabu mara mbili. Ya kwanza ni sadaka umetoa, ya pili ni umeunga swila, umeunga kizazi chako. Lakini kuna watu wengine wataka masifa, wataka kusifiwa, wataka kutangazwa, kuelezwa kwenye media, basi hawapi jamaa zake wako taabani, henda kuzingia watu wa kando ili ende akatangazwe. Utalipwa hapa, lakini kesho huna kitu. Mwanzo angalia jamaa zako. Hukuambiwa usiwape watu wengine, lakini mwanzo angalia jamaa zako. Waswahili kuambia mtu pao zimba lake. Mwanzo angalia jamaa zako wa karibu, kisha angalia na watu wengine, marafiki zako na wengine. Haya mambo matatu Mwenyezi Mungu yaamrisha: uadilifu, ihsan, kuwapa jamaa zako. Hata katika ziana zako yatakafanya uadilifu. Mtume asema, sa'u ila auladikum fil atiya, wafanyeni sawa katika ziana zenu katika kuwapa zitu. Walau kuntu mufaddilan la fadhaltu nisa,
Lao mimi nilikuwa mwenye kufadhilisha wengine, ningewafadhilisha wanawake. Kwa hivyo wakati jana zako, ukiwa mwingine utamfadhilisha, umpe kitu kizuri, mwingine umpe baskili, mwingine ndio kigari kile cha kupeka kitoto, au unule bunduki. Hukufanya sawa. Huyu umemnulia baskili na huyu umemnulia baskili. Huyu umemnulia nguo mzuri, huyu unumle uende kwa mzengele mtumba. Wote wanulie nguo mzuri, wote wanulie viatu vizuri, ndio itapata salama na vijana watakiti vizuri. Lakini ikiwa wewe utampendelea mwandani mwingine zaidi katika jana zako, ndipo pale kuna kuja fitna, kisha paka wakamdhuru ule ndugu yao ambao kwamba ni mama mmoja baba mmoja, kwa sababu umesababisha ni wewe mama au baba, kwa sababu kumpenda mmoja zaidi kushinda wengine, na ukiona mahaba kwa sababu una adabu, ufanya vizuri katika masomo na nini, uwe ndani mwa moyo. Lakini katika kuwapa zitu wote wafanyeni sawa sawa. Kisha Mwenyezi Mungu asema wayanha anil fahshai. Mwenyezi Mungu katika mambo matatu aziwia mambo machafu ya utupu, mambo ya zina na mambo ya liwat. Mtu kuzini na mwanamke ambaye si halali yake, nde ya ndoa, na kufanya waume kwa waume na wake kwa wake, fahshai. Wal munkar, na machafu yote Mwenyezi Mungu ayakataza. Wal baghi, na uadui, kuuana sisi kwa sisi. Watu kuuana ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu amelizikataza. Kumuua mtu ni mtu ikiwa amefanya mambo matatu. Likipatikana moja katika mambo matatu: athaibu zani, watariku lidinihi, almafariku liljamaa, wanasu binafsi. Mume alooa akazini au mwanamke aliolewa kazini, kupatikana mashahidi wawili wanne, kama utua wanda na kitupa cha wanda, wameonekana haswa kile kitendo wanafanya, sio wameingia chumbani ukana wamefanya zina au wameona wafuatana wanafanya, mpaka mashahidi wanne waone wote wanne washuhudie. Na mtu paka kushuhudia mashahidi wanne kama yeye mwenyewe ametaka kuonekana, kwa sababu si rahisi jambo hili likafanywa hadharani. Kisha wanafsu binafsi, mtu kumuua mtu kusudi, utauawa. Na mwenye kuata dini ya Uislamu waliyadhu billahi kurtadi, utauawa. Haya mambo matatu. Kwa hivyo baghi, kuua, ni jambo ovu mno. Kwa hivyo Mtume atukataza mambo matatu: la kwanza utupu, fahsha, mambo ya zina na liwat; la pili machafu yote na maasi yote; kisha la tatu walbaghi, na kuua. La'allakum ya'idhukum la'allakum turhamun. Mwenyezi Mungu awaedhea, hakika nyinyi mtakuwa mwenye kurehemiwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo haya mambo yatakatupige makamama matatu tumezoamrishwa, na haya matatu tuliyokatazwa tuyaepuke. Kisha Mwenyezi Mungu anena tena aya mwisho: hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Wema hulipwa kwa wema. Mtu amekufanya wema na wewe mlipe wema. Na Mtume tufundisha man ata ilaykum ma'rufan fakafi'u, mwenye kuwafanyia wema mlipeni wema. Fa in lam taf'aluhu, ikiwa fa lam tajiduhu, ikiwa mkupata, fad'u lahu, muombeeni dua. Mtu amekufanyia wema huwezi kumlipa, basi muombe dua. Kwa hivyo mtu amekupa kitu, mwambie shukran, jazakallahu khair, barakallahu fik. Lakini umepoa, baada ya kupoa kisha waangalia, kisha amenipa hii, amenipa hizi, atakupe ngapi nzako? Umepewa, shukuru. Lakini kuna wengine hawana ihsan. Umepewa cha kupewa, ushukuru. Wewe hutaki kushukuru, bali unaenda kana amenipa shilingi kadhaa, yule mtajiri mkubwa, una kadhaa na kadhaa na kadhaa. Si amekupa, ukimshukuru na kesho utakupa tena. Lakini watu wengine hawana ihsan, au wengine wamepoa, sema kama ni hizi bwana, shika mwenyewe, aziregesha kwa sababu umempa kidogo. Kisha Mtume asema inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutkhina. Mwenyezi Mungu apenda mmoja wenu akifanya amal aifanye kwa ukamilifu. Ule uwezo wako, ujuzi wako ulionao ni wa kujenga, ni wa kuunda, ni wa kushona, ni wa kutibu, ile uwezavyo mfanyie mwandani wako vile inavyotakikana. Sio upige mara baada mwaka yamalizika nyumba ya poromoka, ushone nguo mtu akiinua kapo ama akipiga hatua ishararuka.
umeunda baada ya miezi kadhaa shavuya, lakini ufanye ile kazi ambayo kwamba ni umepewa, ni ujuzi na Mwenyezi Mungu, ufanye vile unavyoweza na ujuzi wote utumie ili umfanyie mwandani wako. Kisha Mtume asema inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay, Mwenyezi Mungu ameweka ihsani yule kila kitu. Fa idha qataltum, wakati mkiua, fa ahsinul qitla, uweni kwa uzuri. Mtu amekuwa katika dola ya Kiislamu ni mwenye kuuawa, ni kuuawa kwa mara moja, amezini, ameua, ameata dini, ametoka katika Uislamu, waliyadh billah, amertadi, basi mkutukuliwa shimo akafukuliwa, kisha akapiminiwa majiwe, ama akaekwa kwenye yuu akapigwa majiwe mpaka akafa, khalas kwisha. Sio mkate mguu, mara mkate mkono, mara mkate kipande cha shikio, mara mdengue ito, umkate pua, wamuua kwa udhalilifu. Kumuua ni kuua mara moja. Wa idha dhabahtum, na mkitinda, fa ahsinu dhibha, tendeni kwa uzuri. Mkitinda ikiwa ni mnyama, ni kuku, ni mbuzi, ni kondoo, ni ngamia, ni ng'ombe, ni mnyama yoyote, wakati ukitinda utinde kwa uzuri. Kutinda kwa uzuri mvipi? Mtume asema waliyahid ahadakum shafaratahu, na atie makali moyo wenu legeli lake, kisu chako kitie makali, yani kitinde, mkimweka mara moja atoke roho ule mnyama. Sio umetukua gango, hata mzungu halimtindi, kwa sababu mzungu ngozi yake, Waswahili wakinena mzungu halimtindi kwa sababu ngozi yake nyororo. Kwa hivyo ule mnyama ukimweka kisu, hakikishe mara moja umemkata gorombo na mishipa, amemalizika. Walirih dhabihatahu, na umpumzishe ule kitindo chako. Baada ya umshamfunga, kisha umfungue ili naye apumzike, atetemeshe magumu mpaka malizike roho yake. Tatoa hizo ziwili za kwa khutba ya ihsan. Tumwangalieni bwana Mtume Muhammad sallam, Makureshi walivyomtesa, walivyomuudhi, walivyomfanyia kejeli, mpaka mwisho wakaamua kwamba ni kumtoa katika ndani mwa mui. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Walipopanga Makureshi ima wakuue, wakutoe, ama wakufunge, na wafanya zitimbi, na Mwenyezi Mungu alipa vitimbi vyao. Walipoamua ni kumuua Mtume akaambiwa na Jibril asilale kwenye kitanda chake, atoke. Kwa hivyo Makureshi wakawa wamemfanyia uadui mpaka kumtoa katika ndani mwa moyo wake, na ni moyo anaopenda, moyo wa wazazi wake, moyo alokulia. Lakini Mtume alipotoka kwenda Madina, baada muda kurudi katika Fathi Makkah, aliwaambia Makureshi, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, nyinyi mwadhania Makureshi yeo mimi nitafanya nini? Vile mlivyonifanya mimi nitarejesha kitu gani? Nitawaua, nitafanya mateka watumwa, tafanya watumwa, au nitatoza senti? Mwadhani mimi nitafanya nini? Makureshi akahawana la kufanya, wakamwambia Mtume, akhun karimun ibn akhin karim, wewe ni kijana mwema na umezaliwa na ndugu wema. Mtume akaambia maneno mafupi lakini yatakayoandikwe kwa wino wa dhahabu. Akaambia Makureshi, idhhabu wa antum tulaqa, nendeni zenu na mimi nimewata huri. Mtume akawaata Makureshi na alikuwa aweza kuwafanya lolote. Kisa cha pili cha mwisho ni wakati wa Saidina Umar radhiallahu anhu, apita kwenye mitaa, azunguka, mara asikia nyumba moja, mama amwambia binti yake, ewe mwanangu mpendwa, kesho inuka alfajiri mapema, haya maziwa uyatie mai, tuende tukazanye. Huyu kijana binti alikuwa ameelelewa katika tarbia ya Uislamu, akamwambia Saidina Umar radhiallahu anhu ametuzuiliwa na ghish, kudanganya, maziwa kuyatia mai, nguo za mitumba kaziweka tini, kisha mpia kaziweka yu, makaa unga kaeka tini, yu kaeka mapande makubwa. Ghishi imezuiliwa. Na Mtume asema man ghashana falaysa minna, mwenye kutughushi si katika sisi. Bas akamwambia, aina Umar, uko wapi Umar? Hatuoni Saidina Umar. Saidina Umar asikia tu. Huyu binti akamwambia, in kana Umar lam yarana fallahu yarana ya umma,
Ikiwa Umar hatuoni, Mwenyezi Mungu aliyoko katika mbingu ya saba, uko kwenye arshi yake na kiti cha enzi cha kursi, atuona sisi tukifanya mambo haya ya ghush. Akamwambia saizi Umar, ulele utoa koromo, atatuona. Amu TV, the stories behind the scenes.